Let's celebrate Jesus Christ. Weka makofi mzuri. Weka makofi mzuri. Yes. We give you glory and honor, Jesus. We worship you this evening. We thank you because of giving us another opportunity to come and worship you. Father, I know you had purposed us that today we come for a reason that you're going to bless us, a reason that you're going to lift us, a reason that you're going to empower us. May you touch every soul. May you touch every child that has come to listen to you. Use me as a vessel just to preach and do your will, and move, do everything that is pertained to your will. Forgive me all my sins that I've committed knowingly and unknowingly. Father, as I stand before your people, give me the energy, the authority, and the will to do your will. In Jesus' name we pray. Amen. Salimia mtu mmoja tu. Hiyo mwingine mwambie sikusalimi. Na umwambie sasa sikiliza neno. Nataka tusikilize nini? Today session nataka tuitumie sana kwa maombi. Bwana asifiwe sana. Today's session I want us to use it more on prayers, and I want to engage every one of you from today. Today ni siku gani? The 28th. We engage ourselves more into prayers. Even the main services and the other, when you are free, when you are at home, we get more and more into prayers. Tufanye maombi sana. Tulikere. Unasikia kulikera? Kulikera na Kiswahili ni kusema nini? Ni kulikera. Si ndio? Ni kulikera. Si ndio? Habari madam. Ulipotelea wapi? Sikukuuliza kama ulikuwa na ubaya. Nimekuuliza ulipotelea wapi? Uko tu. Hujaenda dhiri? Asante. Chebto yomune. Chamige missing. Gara ni kusema nini? Uko mzima. Si mwena najua kidogo. Naendelea kujua tu language mingi na Mungu atanisaidia. So, kesha nataka tuzitumie sana katika maombi. We are in another phase of life, phase of ministry, phase of anointing, which is a little bit higher. Na to sustain ourselves into it, lazima tuombe. Bwana asifiwe sana. Lazima tufanye nini? Lazima tuombe. So tutafungua maombi ya daily, ile ya kesha. Kulingana na groups. Kuna group ya worship team, kuna group ya deacons, pastors, kuna group ya wale wazee walikuwa nakuja hapa, sasa tutawafungulia. Naona sasa mumeacha vita. Si ndio? Muliwacha vita? Muliwacha vita? Nimwatigire bara? Nimwatinire? Nimwatigire korogana? Mutiroga gariu? Nimwahonokire? Nimwatigire koroga ari age? Inywe nye ahoi. Weno watigire? Thank you. Goda confession niyo ati weno wekiri atia? Todo ashiagiro koro matitigite no weno wekiri atia? Todo nakiari ke? Bwana Yesu asifiwe sana. Kilikuwa kikundi cha hawa mama, lakini sasa wao Kolino walikuja wakakaa hapa. They were good, very good, but eventually they started worship more of money kuliko kuomba. Sasa ikakuwa kuna tussle. Nilikuwa nawapatia fare, nilikuwa nawapatia chakula, kanisa ikawa embrace mpaka unakuta mtu anakuja nasema hii 10,000 ni ya hawa. Hii basa waliposikia 10,000 imeingia ni ya hao. Ingine ikakuja 20, ingine ikakuja 50. Sasa huyu akaroga huyu, ndio huyu atoke, huyu akaroga huyu, ndio huyu atoke, ndio yeye abaki peke yake. Sasa hiyo ni intercessor kweli. Na ndio mimi nausemaga I fear these intercessors. They are very good.
They are very good for the church, but I really fear because ni virahisi sana wanageukanga wanakuwa wachawi. Virahisi sana. Na ndio wanafunganga watu. Kuna wengine walikuwa nafagia watu. Kama sasa hataki Agnes, utafagiliwa kutoka hapa. Wanakujaga na kifagio usiku sasa. Si wanajua apostle hayuko, lakini sasa tuliweka hizi kamera ndio tunawaona. Naonanga nikia kwa nyumba. Anaanza kifagio akiita mwaneki, takufagia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu anakufagia. Paka huko kwa stairs anakuteremsha. Anakupeleka paka huko nje. Na ni Mkristo. Na mnaenda biguni. Na anafanya hivyo katika jina ya nani? Was Jesus a witch? Sasa wachana na huyo. Sasa kuna mwingine walikuwa nakuja analala hapa. Tuacha niwaonyeshage vitu. Anakuja kiti yangu ilikuanga, unafikia ni kwa nini nilisogesha hii hapa hivi? Kiti yangu ilikuaga hapa. Sasa anakuja hapo, nilikuwa nimeweka ka carpet hapo, analala hapo. Rema shaka taburubusaya. Likara makaka kakako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 . Ninamkamata. This is my portion. Huyu ni mume wangu. Ninamkamata. Kai. Na hata ninafunga mashini yake ikuwe yangu. Pale. Sasa nikamwambia Joel tutindeke hatoe halia getekereko. Kwa sababu hii kiti ndio inaleta nini? Kwa sababu wanaona kiti ni inafaa kuwa ngapi? Sasa anaomba hiyo ingine ikuje wapi? Na ipate mwenyewe. Na mwenyewe ni nani? Ni yeye hapo. Sasa mmoja alikuwa nikamchawi tu, kalikuwa pale. Sasa kuna mwingine alikuwa anakuja, sasa anakuja hapa. Analala hapa hivi. Na nikichunguza ako na periods. Na anakuja na achilia periods wapi? Hapa. So it is not only here. Tunaweza msiseme ni kanisa hii tu iko hiyo na maneno. Hata ukienda kule kwa mzee Harrison. Huko kwanza ndio wale professional, high level huko kwa Harrison. Uende pale kwa Getahi. Huko ndio uende kwa Ng'ang'a. Kwa Ng'ang'a najua sasa ni mapepo, mundu kumundu. Sasa wanakujanga haifu. Mundu kumundu. Bwana Yesu asifiwe sana. But all in all you have to be prayerful people. Ile kitu ya muhimu sana. That is why when Jesus did miracles, when Jesus did his work, used to retrieve, anaenda wapi? Kwenye milima, kwenda kuomba, kwenda kuambia Mungu asante, kwenda kupigana. Because this is not only haikuanza hapa. It started hata wakati wa Yesu, akina Martha, akina nani, akina hawa mama wote walikuwa na surround Yesu. Kila mmoja alikuwa anataka nani? Alikuwa anataka huyu mjamaa. Mikora itabuage mafuta. Tunasema ati kuna anointing hii nyumba gani? Na anasema ni my portion. Hii anointing ndio nataka nikulie karibu hapa. Si unasikia mabishop juu hapa wanaendaga keleleshwa thirisam. Mabishop. Na si madhirisam ya wamama, ni madhirisam ya wababa. Bababas. Sasa mbaba huyu na mbaba huyu na mbaba huyu wanaenda thirisam. Na ni bishop. Na sasa anashika microphone na mnaenda biguni. Atika wali mwekoni adu ayage muhirega wa Sara ithatu cikoro ici hau gokira thirisam ya kijamaa 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 ici ingi cikoro cigikate yani you can imagine. So that is how bad it is, and if we cannot be prayerful tutashikwa na weas. Bwana Yesu asifiwe sana. But now we must be very cautious sana tusianzishe kitu kingine tena ikwe ni shida. Kuna kitu niliweka juzi deliberately. Kale kama msichana kale kwa rafiki zetu. Kale kama rafiki kananze pale. Unakakumbuka kale kasichana? Kale kalisema kametumwa hapa na kakuja kafanya maneno. I just niliweka tu deliberately because ndio muone how vicious these people can be. They are sponsored. They don't come here voluntarily. They are sponsored. Ni mtu ambaye ametumwa na ameambiwa mipangilio. Kuna mwingine hapa alitumwa na nani? Na si mnajua yule alikuwa ametumwa na Aworo. Si mnamjua? Yule alikuwa ametumwa na Aworo. Papa si alikuwa anaambiwa anapigiwa simu direction ya attack. Mara moja alikuwa anakuja, yeye alikuwa anakuja na Igiria hapa. Sijui hapa ni hapa kuna I think kulikuwa na anointing inakuja hapa hivi.
Sasa hako kama mama kalikuwa kanakuja hapa. Alafu kanapigiwa simu kakiwa wapi? Kakisha maliza ile maneno kamefanya kanaenda pale nje kwa corridor. Sasa kupatiana kuuliza kama imeingia. Sasa all the time walikuwa naambiwa umeflop. Wanaambiwa ikupenya hapo imekuwa gumu. Bwana Yesu, because there is a hedge of fire. And we must be able to maintain the hedge of fire at all time. And that is why nobody is able now to penetrate us. Juzi we commanded Museveni to release passage. Ametoka majatoka? Yes. We have the authority. And that is what they want to kuvuja. So Mungu shoka, mutarudi nyinyi timu yote, lakini mutaangaliwa. Mutakuwa vetted. Si mkuja hapa na hiyo fujo yenu na kuja kati neto kile neto higolero. Tuko kutio legi. Lazima ujulikane huko hapa. Reason mko wangapi na reason ya kuwa hapa. Na mtajaza kitabu tulikuwa wapi? Hapa. Na mnatoka saa ngapi? Saa 12 na mnatoka. Ni nini mtafanya hapa? Msirutoke hapa huko na hizo nguo zenu, mnaanza kutoka huko mkifanya huko mkizunguka. Hapa hatutakubali. We have to structure everything. Na watu kama ni hawa wanakaaga hapa wanaitwa deaconess na deacon, wakuwe na siku yao ya kuja kulala wapi? Wote. Na mtu akikosa, kama ni deacon akikosa, akosa mara 3, tunamngoa tunamrudisha hapa, si ndio? Because we want a committed team. Na praise and worship nayo team. Na nyinyi mkuwe na siku yenu. Si ndio? Mkuwe na siku yenu ya kama ni tuseme Monday ama Tuesday, whatever the day, mkuwe na siku yenu. Kutakuwa na calendar. Ati Monday inakuangania worship team, Tuesday inakuangania wakolino, Thursday, Wednesday inakuangania deacons, hii ingine ni sisi yote, hii ingine tupangane zote. Tujulike tuwakishe moto 24/7. Hii nyumba haitafungwa from now. Haitawekwa kufuri. Mesikia nani? Haitawekwa kufuri from now to December. Hakuna kufuri. Wewe ndio ulianza kufuga hapa. Hapa. Aja kuruka sana. Umeelewa? Haitawekwa kufuri, itakuwa na watu hapa. From Monday to Sunday kutakuwa kunakuwa na watu. Na sasa tutakuwa tukiwa alternate. Ndio wasizoeane. Unajua kuna zoeanga mpaka wanajiona ni kama wao ndio wako na right. Na sasa wewe mwingine ambaye uko hapa na unataka kuomba, unaandikisha pale ako wapi huyu msichana naitwa. Ni ukoe msichana kana yeye mtumia. Digaweta msichana ujorie. Niwe Dorcas. Wewe ni msichana mani mama. Wewe kevetika na wewe kelea. Nikiveti nikiveti amani deskiveti ande msichana nikiveti mwetu mwetu ama kaka na wewe kiveti zote mwetu na wewe kiveti. Thank you very much for that structure hiyo ya maombi. Watakuja mtu mwanataka kuwa anakuja kuomba usiku, andikisha jina yako pale, yake sio yako, yake kwako. Sasa pale yeye ndiye atakuwa akishikilia. David ameenda safari kidogo, sijui atakuja lini. Sasa ile atashikilia kae hapo na ndio tuendelee na maneno kama hiyo, si ndio? Alafu na yule Asha anaitwa si ukuja hapa. Najua yeye ni mfupi kama Zakayo. Ni Zakayones. Zakayones. Sasa mtakuwa mnashirikiana na nani? Na Dorcas. Katika hiyo kupanga hiyo mipango ya kupanga mambo ya ratiba za watu wale nakuja kuomba hapa night. So hiyo ni jukumu nimewapatia nyinyi wawili, mpange vizuri majina. Si kuwa command, hamjakuwa maboss, lakini you just help me to plan, then you msifanye mkimaliza kujaza majina mnaniletea for the approval. Lazima niweke kidole. Sasa hapa hakuna kufanya kitu ati kwa sababu wewe ni nani. Lazima ifanyike na mtarata. Na lazima niweke kidole. Si ndio? Na hiyo mzee. Ile usitwekele kidogo. Mudu wothe tayo grupu yo tayo mudu le oroga shoshoroda. Akorako. Tuka hale niho muroga gerado. Hale niho adu maroga gero. Makoja gero hale. Mumaroga gerako. Ni maroga geroko.
Why I'm doing this, I want to raise the entire church. Musijali, kila mtu in this church atakuwa na position na kazi ya kufanya. I have put a management team ambayo ina panga kila mtu, everybody in this church atakuwa na kazi ya kufanya. Hakuna mtu atakuwa idle in this church who is a member. If only you are a member of this church. Did you become a member? Before you get out of your register. Ni huyo za Kayones. Wewe ujiandikishe huko. Before you get out of the place, are you a member? Have you registered? Okay. Na wewe umekuwa member? Karo wewe member? Yeah? Wewe Jerry, wewe ni member? Okay. Kila mtu. If you are not a member, register yourself to become a member. Na kuna contribution. Na ile mlikuwa mmeweka tu 200, si nyumba hii. Mnasikia? Hii nyumba si ya maskini. Hii nyumba ni ya watoto wa Mungu. Mwenye silver na mwenye nini? Kuna platinum, kuna gold. Nimesema silver na gold na nini? Na platinum. Hiyo nilikuwa nimesahau. Kwa hivyo we must plan ourselves that way because we are launching hii mambo ya nani Geita kwenda muona huko crusade tarehe ngapi? 7 of March. Yeah? Okay, 7 of March. That is when we are launching Mfalme wa Amani Foundation. Ama Mfalme wa Amani Initiative. It is an initiative. It is a peace caravan. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what I was called for. Hello? That is what I was called for. And now tutaanza na Mweki. So the people who are planning, I want executive planning. Executive planning, we want to go to Mweki and the Mweki must feel we were there. Hello? Mnanisikiliza? So that is why every plan, kila mtu atakuwa in position, everybody will be working. Everybody will be doing something. So do not feel like you are left out. Nobody will be left out. Kila mtoto wa hii nyumba atapatiwa shoka, ama jembe, ama panga, ama kisu, ama mwiko, ama kijiko. You must play a role. Lazima utakuwa kwenye position. If you discover you are a member of this church and you are doing nothing, we will going to expel you from being a member. Because being a member, it means that you have to participate. Are you getting me? So everybody will be given a role. Wewe ni member? Wewe ni member? Umekuja leo? First time? Na wewe? First time. So make sure umeanza kufurahishwa na sisi. Umeanza kuona kama tunaweza kuwa watu wazuri. Okay. By coincidence tunaweza kuwa watu wazuri, si ndio? Si hata unaona hivyo? Mjiandikishe pale mnataka kuwa na kuwa member ni kubeba mzigo wa hii nyumba. Being a member ni kubeba nini? Mzigo. Because I want every one of you to own the process of this ministry, to own the ministry, to become part and parcel of everything and anything that happens in this ministry. So that kukiteresa ataona jua ni wewe ulifanikisha kuteresa kwetu. Tumeelewana? So we must participate kabisa 100% katika kusukuma, katika kufanikisha, katika kufanya kila kitu kiende venye kinahitajika. So we must get into it. Tuingie kabisa into it and I know God is going to bless us. Mungu atatubariki maana ametubariki already. Ama muone kama tumebarikiwa? Si tumebarikiwa? Thank you very much. Wacha tuangalie some instructions that were given to, let's look at the book of 2 Timothy chapter number 3. Why am I putting the church in order? Simuona kuna vituko mingi, unaona kuna maprofeti wamekuwa
wakitengeneza wanaume na huko nyuma, si ndio? Prophetically releasing the prophetic moves, na it has been there. Kuna watu wengi wanakujanga hapa kwa ofisi na niambia mimi nimetoka kwa bishop fulani, na hiyo bishop huko ameniharibu na anathreaten ataniua. So wanakujaga kujificha huko covering, si wanajua mimi ni commander. Sasa naambia tulia, na napigia hiyo bishop doge abiotigesi anaishi doge sharia dwarika yaku adumeko atakomereria rule doge thokirie ciana. Sasa unaharibu katoto ni kadogo, na huko na watoto wako uharibu. Si utafute mtoto wako kijana ufanye hiyo maneno na yeye, ni vibaya sana. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. Can you check on the sound ya angalia ya nje, ya kutoka nje, because it was low that time. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. So if there will come days of difficulty, what are we supposed to do? Is to prepare ourselves for the difficult situations. It is to prepare ourselves so that we can be a united home, a united family, a united brigade, that we are together. We shall fight our battles together. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana anasema, but understand this, that in the last days there will come difficult times. So we are preparing ourselves for the difficult times. That if something happens around here, tukiwa hapa sisi hivi, it happens to one person, to one of us, we are able to fight, we are able to soldier, we are able to cover, we are able to do it as a team and defeat our enemies as a team. Now it will be no longer an individual motivation or move. It is a teamwork. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukijenga timu yetu tukue a teamwork, working as a team, moving as a team, doing things as a team, then nobody will be able to defeat us. So we must be able to prepare ourselves, because these things will come to happen. These things are happening now. Bwana Yesu asifiwe sana. The church is under attack. Wameinukia kanisa. Sasa unaweza kujiuliza kama huyu apostle anasema alifanya maneno, ni mwaka mzima imeisha? Mwaka mzima imeisha. Sasa huyu wakati ulifanya hiyo maneno, umekaa kwa nini siku hizo zote mpaka mwaka ishe ndio kuja utuambie ulifanywa? Si kumaanisha kuna mahali sasa tuseme Jepto, you are my girlfriend, ama huyu sasa ndio girlfriend, na Jepto umekuja umekililia. Si sasa kuna deal tulikuwa tunafanya na huyu. Sasa na huyu si ataanza kukasirika, aanze kurusha tantrums. Could it be umerushwa? Ulikuwa ukienjoy, sasa umeshochenjiwa. Hataki kuachika. Mimi naona hiyo kitu ni kama iko namna hiyo. Ni kama ni mtu hataki kuachika. Na ukiwaachwa achika, si ndio? Endelea na safari hiyo ingine, enda tafuta kwingine. Maana kama ulijigiza kwa hiyo mambo ya kishetani, move to another one. But nikiangalia that story inakaa hivyo. Sijui kama nyinyi mnaona mimi kama mimi. Because ati mwaka mugima ati twakomire na wewe mwaka mugima, thutha mwaka niguo uronire ni wega ulipue story hiyo. How? What kept you? Ni nini ilifanya unyamaze mpaka mwaka ishe? It is a true story, yes, but why did you keep silent? You reported to the police. Why didn't you follow it up? Could it be a rape? Sasa hiyo inaweza andikwa ni rape manini? Hiyo ni assault. Assaulting. Ni molestation. Molestation. So verse number 2 inasema, for people will be lovers of self. This kind of people that we are trying to eliminate from among ourselves is lovers of self. Wale watu wanajipenda, hawapendi watu wale wengine. Maana Biblia inatuambia hawa watu, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, and being ungrateful and unholy. So those are the people that we are trying to protect ourselves from. That is why I'm calling upon that we must pray.
That is where you have to pray katika familia. Uombee mzee wako, uombee mke wako, uombee watoto wako, uombee kila mtu. Yani pray for everything. Pray for your business. Pray for our country. Pray for the churches. Because the church is under attack. Whatever that is happening there, you could blame one person. You could shout that this apostle anafanya, prophet anafanya. But the main agenda is to make the church look dirty. The main and the sole agenda. So that tomorrow people will say, I want to come to church. Tomorrow people will say, mimi sitaki hiyo maneno ya kanisa. Kwa nini? Kwa sababu kanisa imekuwa chafu. Kama huyu ni prophet anafanya hivi, kama huyu ni apostle anafanya hivi, kama huyu ni bishop anafanya hivi, then why should I go to the church? Then after they say why should I go to the church, wanarudi nyuma, wanaondoka kwenye madhabahu, kisha they uncover themselves, wanawachwa uchi. So they become vulnerable. Immediately the enemy will come and attack them because they are vulnerable. So the agenda they have, the plan that these people, the globalists, what they have, it is to make sure that the church is exposed. And once it is exposed, they are able to attack and destroy the children of the kingdom. So that is why we must be very prayerful, very vigilant and covered. We shall be, kuna wakati tafika tutatembea Nairobi mzima bila viatu tukizungumza neno la Mungu. We prophesy unto Nairobi. We destroy every covenant, every agenda of the devil, every agenda of the globalists. Tuzunguke Nairobi yote to do what they have been doing in the night. Bwana Yesu asifiwe sana. Itafika wakati tutaenda Mweki, tutaenda Kayole, tutaenda Mombasa, tuzunguke miji bila kuhubiri tu, kuzunguka na kukamata ile miji tena, kuirudisha katika mikono ya Mungu. That is why I'm raising a team that is prayerful. That is why I'm raising a team that is of commando. Makomando tupu. Tukitoka kule tunaenda kuvamia. Na tumehakikisha kwamba we have destroyed the trades. Maana wameingia kwa bar. Si unaona siku hizi kuna bar zinatengenezwa bako unaona ni kama kitu kingine. Yani bar inatengenezwa bako unashangaa. Hata wewe Mkristo unaenda tu kuichugulia. Hii ni bar. Yani bar imetengenezwa, imetumia 50 million kutengeneza. Alafu huyo mtu wakati kila Saturday anaajiri, analeta muibaji. Huyo muimbi analipwa 200,000. Analeta mtu maacrobat huko ndani, analipwa 100,000. Analeta mtu mwingine entertainer DJ, huyu ndio baba saa, anaweka hiyo maneno, yeye analipwa 100,000. Unakuta wage bill ya one day ni 500,000. Na huyo bado analipa bili ya wafanyikazi. Bado analipa vitu vingi hapo sana. Wage bill scheme ya 700,000. Kiulizo tu. Kwani anauzaga pombe gani? Hii ati unalipa mishahara 700,000 per night. Kurado komadui. Sino hapo kuna kakitu. Hapo kuna kakitu. Ndio unakuta kuna mabausa pale na watu wa kuhesabu wale watu wameingia. Kwa sababu hawa watu walienda kwa watu wa devil worshiper, wakaomba pesa, wakapatiwa pesa, wakaandika proposal, mimi nitarecruit watu 5,000 in 1 month. I need capital. Anapatiwa 100 million ya ku make sure ametengeneza entertainment center. Vijana wote wako huko. Baka kijana yako nastuka katika kijana kasuri kanaendaka kanisa, unasikia kamepotea, kameenda Silipova. Uende kwa hiyo bao utakutana nako ndio kanafanya. Kana katika na kesho ndio kako kanisani kametoka Silipova. Kadogo kamsichana unafikiria kako kwa Juba. Kumbe kalienda ati ni Silipova. Kumbe kako huko Thika Road kwa kilabu ile inalumu kila ugali. Magari zimetengenezwa matatu. Zimewekwa hii inaitwa nini? Graffitis, yeah? Na hizo magari unaona hizo zimetengenezwa magrafiti. Uende siku ya Saturday hazifanyagi barabara za Nairobi. Saturday zote na Sunday weekend hazifanyagi barabara za Nairobi. Na sasa watoto wamefuga hazitafanya na barabara za Nairobi. Unakutaka kama basi 6 zimekombolewa zimeenda Nakuru. Zikienda Nakuru unaona pale around Girigiri hivi, mahali kuna kichaka, kuna mahali kifield hapo, unakuta hizo gari zimewekwa kwa kando kwa kiwanja. Tu vijana ndio tuko na hiyo ndani. Alafu imewekwa muziki. Unaona tunafanya tu. Wanakula ngoma. Alafu unakuta ni kama mwanaume kama haka na kama mwanaume kama haka, tunakula ngoma tukiwa nini? Tunakula ngoma tukiwa wenyewe kwa wenyewe.
basi inagoga muziki. Alafu ukiona kwa ndani wale wako ndani ni moshi tu, unaona ni kama ile ya kutengeneza pop mpya. Unaona tu ni white smoke inatoka huko ndani. Inapanda huko. Hizo ni mabasi zimeenda namna gani? Hiyo. Ukienda Mombasa Road utakuta zingine. Ukienda Thika Road utakuta zingine. Ukienda wapi barabara zote main kule kuna mahali makwenda kufanya entertainment kwa barabara, utakuta hizo mabasi ziko na Nissan zimefanya imetengenezeka mzuri. Ziko na graffiti. That is the recruitment drive that is being done. Na hawa watu wametengeneza, mwenye alienda akapewa pesa ya kununua gari, akaitengeneza hivyo, na kisha wengine wamevamiwa. Kwa nini? Kwa university. Unakuta sasa kuna mtu alienda huko university ataendelea kusoma, lakini he went for a recruitment drive. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine unasikia kasiana kako wameenda nini? Waitipate. Wewe umewahi kwenda Waitipate? Nani amewahi kwenda Waitipate hapa? Tuseme tu ukweli. Waitipate people? Nanze Kinundu? Haujawahi kabisa. Can you swear to God? Hujawahi? Lakini unajua watu wameenda. Umewahi kwenda Waitipate? Yes, unaona ni vizuri kuongea ukweli. That is another center for recruitment. Sasa kuna ingine, wacha sasa hiyo. Kuna ingine moto iko hapa Keleleshwa. Wangapi wanaishi Keleleshwa? Keleleshwa people. Like me? Yes. Sasa kuna kwingine kwa Keleleshwa. Visichana tunaenda. Kimusuku kinakuja, kinakaa hivi, kinapupu, kasichana kako hapa, kanakula hiyo mavi. Iko hapa. Halo. Iko Keleleshwa. Mlikuwa mnasoma magazeti, iko Nigeria, iko Germany, iko mahali huko hapa. Alafu kakimaliza kukula mafi, ubwa ndio ile iko pale. Inakuja naye ubwa, inamalizia hapa. Si bahari hapa Keleleshwa. So we must raise a generation, because they are raising an altar, a demonic altar. Hiyo kukula mafi ni demonic altar. Hiyo ya umbwa ni demonic altar. Hiyo ya wanaume ni demonic altar. Hiyo ya watoto kwenda huko mtaani kufanya hizo vitu wote wanafanya, it is a demonic altar. Na wewe huko kanisani, huyu ati ni mgobezi wako pale, wanauana wao wenyewe kwa wenyewe. Then who will rescue our children? Nani ataenda kurescue hawa watoto wetu? Nani ataenda kurescue hawa bwana yako? Si unasikia mtu mwingine nilikuwa nasikia hapa kwa TikTok. Ati mama anakuja, sasa ni wewe mama ni kwako. Mzee wako anakujaga na mrafiki yake wanafanya kadhirisa na wewe. Si ndio? Alafu mama anatoka anaenda kazi. Anawaacha wakifanya nini? Wakiendeleza mahali walibakisia. Na hako sawa. Sasa hii ndio ameanza kusema ati it has been happening for 1 year. Bwana Yesu asifiwe sana. Who is going to rescue these people? Who is going to rescue our nation? Who is going to rescue the church of God? Who is going to rescue our children? They have been recruited in universities. They have been recruited in the colleges. They have been recruited kwa secondary school. Vitoto vimekuwa recruited in the secondary school. They are doing all these things. Now this is we, the synagogue, that have been called, na tumepatiwa mandate, a higher mandate to make sure we rescue the people. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be ready. You must get committed to this now. It is total warfare. We must fight and conquer and win this battle. We must bring back the children from the devils. Makanisa unakuta kikanisa kimetengenezwa, kimeenda bishop amepatiwa tu pesa, ametengeneza kanisa imekuwa wow. Alafu ameiweka kwa unajua YouTube ni ya Freemason na maredio nyingi ni za Freemason. Ameweka kila kitu. Unasikia hiyo kanisa venye imevuma. Adwathe niko maradhi. Kumbe huko ndio wanaenda kufanyia hiyo maneno. Recruitment inafanyika huko. So who will change this situation? Wakati Mungu alikuwa anachoma Sodomu na Gomora, aliuliza kuko na huyu jamaa alikuwa na nani alikuwa anaenda kutetea Mungu asichome? Ni Abraham. Ni Abraham alikuwa anatetea, anaambia Mungu asichome. Mungu akamwambia nipatie watu 20. Akakosa. Akamwambia basi kama umekosa niletee 10. Akakosa. Akamwambia kama umekosa kabisa niletee 5. Akakosa. Akamwambia basi kama umekosa kabisa leta ngapi? So one person can lead to God to rescue or to pardon an entire nation. So this is the generation
This is the kind of people that we need to come up now. We rise. Tutoke kwa hiyo ujinga tulikuwa nao wa kutojielewa. Ujinga, utoto wa kiroho ambao tuna ujinga ya kiroho. Tutoke ndani ya ujinga ya kiroho ndio tusaidie nchi na tusaidie mwili wa Kristo. Because we must rescue. We must rise above them. We must be stronger to be able to conquer and defeat the plans of the devil on humanity. For people will be lovers of self. So these lovers of self ndio wanafanya wana sacrifice their own brothers, their own sisters, wana sacrifice their parents, wana sacrifice watu, their relatives. Why? So that they can drive a Mercedes, so that they can drive a Range Rover, so that they can be able to do some other thing. This has been happening. So many people have been sacrificed. Number 2, lovers of money. Yani unakula mafi kwa sababu ya pesa. You don't care. Ati unajua unaenda utameza, ukikula mafi utameza nini? Antibiotic. Just imagine it's your daughter. Nikadota kale kako unaona ka innocent, kasuri, kamwaka yetu kega kahoi. Kanaenda kanafanya hivi vitu, alafu na kanakuja nyumbani na kanakaa hapo ni kama hakajafanya kitu, alafu nakabia katengeneza chakula. Yeah, okay, with that. So lovers of money, people who are proud and arrogant like politicians and some watu katika nchi. People who are abusive, they abuse the word of God and disobedient to their parents and ungrateful and they are unholy. Yet they pretend to be so holy. They pretend to be so holy, to be working for God. Those are the people that have to be rescued by men and women who believe in God. People who are ready to serve. People who are ready to work for God. Then verse number 3 inasema these people are heartless. Unaona sasa huyo ni mbabas, ni mbabas. Ako na watoto nyumbani lakini anawekelea mtoto mwenyewe hapa anakula mafi. These people are heartless. Unasikia huyo mbabas anageuza mwanaume anamwekea eti jamaa kilijisikia asubuhi kama kimefanywa maneno. Na ajali na ni prophet na nakwambia aenda kule unaenda and he doesn't care na anaenda na ilifanyika Friday Saturday usiku, meaning Sunday si alienda kanisani kusema jina la Yesu liinuliwe, jina la Yesu liinuliwe. Leo ninaona Mungu akienda kutenda miujiza na yeye akifanya miujiza ingine paya. Bwana Yesu asifiwe sana. These are people that are heartless, unpeaceable, unappeasable, but slanderous, without self-control, brutal, and not loving anything good. These are the people that now we have to rise up and change their hearts. Change the way they are doing their things, change the way they are behaving, change the situation as it is, because this is towards the end. And verse 4 inasema ya kwamba people who are treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than the lovers of God. They are people, yani watu ni wanyama. Watu ni nini? Ni wanyama. Unaona mtu tu hivi amevaa kasuti kake kama hivi nimekauka hivi, lakini ndani yangu ni unyama ulio ndani yangu. There is no God in me. I have no heart for humanity. I have no heart for anything. People are living like you are living in your own world. You don't care what is happening. You don't care what will happen tomorrow. You don't care whether you are destroying a generation. Look at how watu zile bars zimefunguliwa. Na zimefunguliwa kwa sababu yao watu. Ukienda Madaraka hapa kwenda Langata Road na ukienda pale angalia sasa this week, I think it's this weekend there will be a function at Uhuru Garden. Not a godly function, it's a recruitment drive. Na itaenda huko vijana, kila aina vijana. Na wametime wakati vijana wako watakuwa nje. Mpaka polisi wanatuambia siku hiyo tusipite hiyo barabara, maana itakuwa overcrowded. The road will be closed because of a function that is not for God, a function that is led by treacherous people, reckless people, swollen with conceit,
People who are lovers of pleasure. They don't care whether they are destroying a generation. They don't care whether your child is going to be pigwa huko adungwa na kisu. They don't care whether infections zaenda kufanyika huko. They don't care kama kutaenda kufanyika masexi huko, watu wagonjeke huko. They don't care. As long as money is in their pocket, for them they don't care. This is the kind of association that we must arrest. This is the kind of association lazima tubadilishe. I'm not now speaking to the babes of faith. Naongea na watu ambao natengeneza because of a battle that is ahead of us. Because of a battle that we must conquer. Because of a battle that we must win. Bwana Yesu asifiwe sana. In verse number 5, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid those kind of people. So we are not going to avoid them. Hello, hii tutarekebisha, hii tutafanya tutaenda tufanye amendment. Si ku avoid, it is to confront them now. It is to go and tujue keleleshwa ni wapi kunafanywa hii maneno. Tunavamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafanya spiritual mapping, tunaelewa hii kilabu it is for the agenda of the devil. Tunavamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo magari tunajua hizo zimeweka watoto na huko, ukipata magari hizo mahali tunakuta hawa vijana wakifanya hivyo, tunaivamia na tunaiarrest, citizens arrest, back to make sure this we have instilled fear kwa watu wote wajua kwamba this is a holy nation. It is a nation that God has to be preached. It is a nation that holiness has to be witnessed. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you are ready for that? Yes, thank you. That is why we must now start praying. From today, it is to pray. Tuitishe nguvu ingine mpya. Tuitishe nguvu na mabawa. Tuibe niko na nipe mabawa. Yaani tukue na mabawa ya kuweza kufanya maneno bila kuogopa. Tupate nguvu na mafuta ya kutupatia roho ya ujenerali. Tukitoka hivi tukipata maovu inateketeka, unasimamisha. Without asking any question, you stop. Kama hiyo function inakuja tukijua ni ya kishetani, tunafunga hiyo kitu yote, tunasema hakuna vitu vya kishetani vitafanyika in the soil of Kenya. Unasikia watu walikosana, watu wakasema acha tu postpone. We are capable. We have the power. We have the authority. We have that grace God has given us. It is only we lift up. Tuondoke kwenye ujinga wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujione kama giant. Mtu mwenye alikuwa anaitwa Gideoni, aliambiwa na Mungu, you shall win this battle as a man. Akauliza Mungu, how? Me, I come from the lowest class. Clan yetu ndio dogo zaidi. Na familia yetu ndio dogo zaidi. Mimi katika nyumba yetu, I am the least. So how can I go? How am I going to do? For them, they thought it is a battle against the Midianite. But for God, we knew it is a battle against an altar of the devil that is in their family. Bwana Yesu asifiwe sana. So you might see this crowd and see so many things happening around here. Kumbe si hizo vitu vikubwa. Kuna madhabahu iliinuliwa mahali. Hiyo ndio kazi ile tumeitiwa. Kuvuja hiyo madhabahu. Na hiyo ndio kazi ile sasa tujifanye. Tujitakase, tukue wasafi, tuende tuvuje madhabahu. Mimi nitawaonyesha madhabahu moja iko hapa, ingine iko hapa, ingine iko hapa. Sisi kazi yetu ni kwenda kubomoa. I want to have a team that I can send to Nakuru. Muende Nakuru tu, mkifika Nakuru mbomoe madhabahu ya Nakuru. Muende Mombasa, mkifika tu Mombasa mbomoe madhabahu ya Mombasa. Timu nyingine naenda Kisii, tuvamie mpaka Washiru. Wakiona the army moja imeenda Kisii, moja imeenda Western, moja imeenda Kubali, wameenda kila mahali. That is how to win a battle. That we have a team that can attack in from inside and from outside Kenya. Tunaingia Lubumbashi, kule kuna M23. Tunaingia huko tunajifanya ni magorodi tunanunua. Lakini tumeenda kuzima hiyo M23 na tunaizima. Tunaenda hapa South Sea hapa, Ruto na Duale wanatengenezea hiyo kikosi ya South Sudan, hiyo ya Sudan RSF. Tunaenda huko kwa hizo majumba zimetengenezwa kwa sababu ya hizo takataka wanatuletea Kenya. Na tunatangaza South Sea is a holy nation, is a holy place where evil will never be planned against humanity. Because they are planning evil. They are planning on how to go and slaughter their people. But if from the soil of Kenya, we cannot be able to allow this. And because we have a team, because we have a powerful team, that we can be able to go there.
Sio kukaa tu ati mimi siwezi kuweza. No, lift up, jiinue katika kiwango cha kuweza kupigana vita. Jiinue katika kiwango cha kujua ya kwamba nimetumwa, nikienda South Sea nitaenda kupitisha tu miguu yangu, inatosha. Si hata kuongea, kupitisha tu miguu. Hivi tu kukanyaga huku, mnakanyaga bila viatu. Unakanyaga huko. Sasa wale watu mayai hawawezi kutoa viatu. Wajue sasa kumekuwa kugumu. Mwili mwingine sofu igoro magoro manyu. Ndio chomeke kauke. Maana kwingi tutakuwa tunaenda barefoot. I will explain to you why barefoot. Kumiliki. Joshua akaambiwa, mahali your soul of your foot will, you shall possess. Wachawi they possess in the night. Waislamu wamekuwa akipossess barefoot. Unakuta Muislamu ako na ile nini yake, anatembea mguu, unafikiria tu ni mtu hana kiatu. Si kiatu hana, they are possessing. Wahindi ukikutana na Westland wakiteremka hii barabara, bila hiyo wameweka ile kitu ka red hapa na zile manguo zao za Hare Krishna, wanatembea barefoot, they are possessing. Nyinyi watu wazuri. Heavenly bound people, muko hapa. When Nairobi has been taken away, yours is about to possessing poverty. We must change. We must change. Umesikia? Hiyo ujinga ya kiroho lazima tuweke chini. We must engage ourselves into real battle and wrestle our nation from the hands of the devil and bring it back and rescue our children. Tuende mpaka wengine wateremke mpaka Mombasa, wafike kwenye baharini, wa command waingie mpaka kule kwa nani, Queen of the Sea, wamwashike wamulete hapa kwenye anga, tumukanyage tumumalize. Bwana Yesu asifiwe sana. Until we make our nation a clean nation for the purposes of his will, for the purposes of the greatness of God, for the purposes of changing people and making Kenya a holy nation whereby anybody, all people all over the world, because the Bible says so and it is so, Kenya is the springboard of the revival of the revival of Jesus Christ, meaning people will come to Kenya to tap anointing. It is not we will be going to America. We are no longer going to America now to seek for money. No, they will be coming here. And that is why we are preparing the ground so that the entire world will come here to tap the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Kenya will be a nation that is holy. Kenya will be a nation that has holy people. Kenya will be a nation that is God-fearing. Kenya will be a nation that is the altar of the gospel of Jesus Christ. That the altar of the world, the entire world will be here in Kenya. And everybody will want to be associated with Kenya. Everybody will want to come to Kenya to tap, just to tap that anointing. People will want, anyone anaomba tu akuje tu aguze mkele, anakuuliza ajua Kenya ni oh yes, oh yes, oh yes. Anaenda tu hivyo tu kwa sababu anajua Mkenya amebeba moto. Na unaona ameanza tayari kuwaka moto akitembea. That is a kind of a situation we must raise now. Bwana Yesu asifiwe sana. Having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. Now we are not going to avoid them, but to make sure we confront them. Make sure we change them. In verse 6, the Bible says, for among them are those who creep into households. Among them. How? They are those one who creep into households. Si wametuingilia kwenye households zetu. Si wamechukua watu wanaume wetu. Sasa imagine you are competing. Kama sasa huyu msee huyu Mokolino mnaona anashinda kwa hapa kwa TikTok. The truth, it is not that way. Si wako kama mwanamke wanangangania. No. Mama analeta shida, amenyang'anya msee na msee. Amenyang'anya msee ni msee. Shida iko hapo. Na yeye ndio kama mama kanatisha kanasema unataka niseme? Anasema oh yes, shoka moshie my dear. Shoka moshie my dear. Niko kwa kila gari shoka moshie. Hapana, the real story ni kwamba mama ulinyang'anywa, msee ni msee. Sasa bitterness yake anasema si afadhali ukinyang'anywa na mama. Ndio naona sasa anajitokeza na haka kama shield. Na anasema wasiwasi niko na mtoto. Na anasema wasiwasi niko na nini. Anasema wasiwasi. Ndio nyinyi yote mfikirie story uko wapi? Story haiko huko. Story iko kukwingine. Msee alichukuliwa na msee. Bitterness ya mama inajia ikitunyi wata ni mudu mume. Ndika ikia kitunyi ni mudu muka. You can see the bitterness of that lady. It's not the bitterness of being amenyang'anywa na mwanamke mwingine. Hapana. Na question mbili anauliza, nataka niseme? Anasema
ukatumushi kama tukatoli. Ndio umeona ameenda kwa TikTok, ameenda kwa kila kitu social media kujaribu kufunika hii maneno, maana ikilipuka venye na italipuka from next week, italipuka sasa vizuri. Sasa the reality will be seen, what is being fought. Now the entire group will be exposed. The entire, si kamoja, the entire group will be exposed. Si ka group kamoja, si mtu mmoja, it is inaitangwa brotherhood. Ni brotherhood. Na hao brotherhood ni wakali, hata kuua wanaua. Si uliona brotherhood mwingine huko Nakuru aliduka mwanamke kisu, alipelekwa wapi? Brother mwingine alirusha kijana kutoka kwa gorofa akaanguka na akakufa, alipelekwa wapi? Brother mwingine alikokea watu hapa Kiambu Road wawili akaua, alipelekwa wapi? Because they have the power. But as from now going on, as we are lighting this fire, they will be rendered powerless, and nothing they will do that will prevail. We shall destroy them, we shall dismantle them, we shall bring down their pillars, we shall bring them down their asheras, we shall bring down their covenants. We have to dominate, we have to rise above. Ni kwa sababu kanisa ilienda kulala ndio unaona hii maneno yote imetokea. Maana kanisa mlienda kulala, kanisa mlienda kupigana vita huko ndani ya kanisa, kanisa mlienda kuchukiana, kanisa mlienda kulumana, kanisa mlienda mkasahau your real battle, mkaenda kufanya battle zingine. And that is why God is asking you, kujeni, come back so that we can. For among them are those who creep in our household and capture weak women, burdened with sin and led astray by various passions. Bwana Yesu asifiwe. They are capable. Wanajua because you are weak, you don't have power, hauna moto ya kiroho, hauna what, the spirit of God is not with you, the blood of Jesus is not covering you. Now they come in, they creep inside you, and because you are burdened with sin and led astray by various passions, that is why you are easily defeated. That is why you are easily conquered. That is why you are easily destroyed. That is why you cannot be able to make it. In verse 7, that's why you can not be able to make it or move. Always learning and never able to arrive at knowledge of the truth. Once they cripple you, utasoma, but you will never arrive at what? The knowledge of the truth. Utafanya vitu zako zote, lakini you will never get into that truth. You will never get into that level of understanding and knowing what's the plan of God. Because God said, I've got good plan, not to destroy you, but to make you better. When Gideon was called by God, he thought that they were supposed to prepare for the 32,000 member of an army that is going to fight or to battle with the Midianites. But God had a different version. It is not about the masses. It is not about the Kedori. It is not about the army. It is about the altar. It is the altar. The altar of evil have already been raised in Kenya. The altar of evil has been raised. The altar of immorality. The altar of bloodsuckers. The altar of the demonic authorities around in the country has been raised. And that is what we are being called from now henceforth, to go and destroy those pillars, to destroy those altars, and then raise an altar of God. Gideon was called, akaambiwa, nenda kwa zizi ya baba yako, uchukue ng'ombe wawili wa miaka 7, kisha uende kwa madhabahu ya baba yako ukabomoe. Kumbe ni madhabahu ya baba ndiyo ilikuwa inaleta shida. Kumbe baba ndiye alikuwa shetani katika familia, katika wana wote wa Israeli. Ni baba alileta madhabahu baya. So we must be able also to discern and to know ni nini tunapigana nayo. Is it physical? It is a battle that we have to go and confront people now. We are not going to confront them, the bishops, the apostles, the business community. We are not going to confront them, but we are going to confront their altars and destroy their altars and bring down their pillars and their sharers. Bwana Yesu asifiwe sana. So tell your neighbor, get ready for this. It is not about the person you are fighting. Hallelujah. It is not about your neighbor that you have been fighting. It is not about the people around you. It is about the altar, ambayo madhabahu ambayo imeinuliwa. Ni madhabahu tunapigana nayo, na lazima tuagushe hii madhabahu. Lazima iende chini ndio utukufu wa Bwana uonekane. In verse number 8, lazima tunangane. Hatutakaa hivyo. Just as Jannes and Jambres
opposed Moses. So these men also opposed the truth. Hakuna yako hapa? Oh. Si ugeuze kidogo, geuza kidogo, kuna watu wana stray. Wale wako mnasoma hapo? Oh. Na ile haina people? Okay. Hivyo, si mnasoma sasa? Okay. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth. Men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. They are corrupted in mind and they are disqualified in matters of faith. Ebu jiulize, am I disqualified? Mimi kama mimi, jiulize tuji. We gauge yourself. What kind of a faith that is in you? Are you disqualified? Are you a person that can be able to withstand the pressure? Are you a person, sasa moto ikiwaka mtaanza kubabaika? Mkiona jagadhi imeingia hapa, unaona kila mtu ameruka hapa. Sasa kama lizard ikiingia hapa, kuna wangapi hawawezi kustushwa na lizard? Ina mkono. Lizard ikiingilia pale wa mama, ikuje hapo sasa ipitie hapa katikati, yule wa huko aone apige dudu. Woo! Wengine wote muone ni lizard. Na sekenudu mtasimamia wapi? Yeah? Hapo. Are you sure? Kiroda. Ugeruga mirako. Ugeruga mirako. So God is asking us that we raise a team that will be able to confront these forces, that will be able to defeat. So there were people like you, wanambao walikuwa wanaitwa Jannes na Jambres. These people, they opposed Moses. So these men also opposed the truth. Men who are corrupted in mind and disqualified regarding in the faith. Verse 9. People who are corrupted in the mind. So the kind of people you are meeting, the kind of forces that you are meeting, it's corrupted in the mind. And it is disqualified in faith. But they will not get very far. Why? Because a team has been raised and it is you. They are not going to get any far because God has already raised a team. Mungu ameinua kikosi. Mungu ameinua team ya kufanya hii kazi, ya kupambana na hizi vita zote, kupambana na maroho na kupambana na madhabahu yote ya shetani na kuiangusha chini. Bwana Yesu asifiwe sana. So God is with us. Mungu yuko pamoja na sisi na yuko tayari kutupigania, yuko tayari kutuongoza kama sisi tukikuwa tayari kwenda hiyo safari. If you are ready to start the journey, God is with us. And Moses went to God na kauliza Mungu na maana, kama uko sure tuko na wewe twende. Mimi siondoki hapa mpaka tuende na wewe. And God promised Moses, I'm going to walk with you. So are you ready? Because we go to God. Kitu ile tutafanya, tutashikana hapa, tuende kwa Mungu, tumwambie wewe Mungu, ni wewe umetutuma yeye. Basi hata wewe amuka tuende. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauachwi. Tunamwacha huko akifanya nini? Tunamwacha huko akifanya nini? Tunaenda na yeye. Si ni kazi yake tunafanya. Tunaenda na nani? Na yeye. Na lazima tumwambie, tunaenda na wewe. Tukue kama Gideon, tutengeneze karoa. Basi tumwambie kama ni wewe, weka hii kitu ikuwe maji. Bwana Yesu asifiwe sana. And then God will give us this grace. Then God will give us this opportunity and power. Then God will give us a direction and we are going to defeat them. Because the Bible is saying, but they will not get very far. For their folly will be plain to all. Si imeweza kuandikwa? Si wananikana? Because their folly has been made plain to us. Now we know ni nani anakuaga Mordekia, ni nani anakuaga bravo worshiper, ni nani anakuaga nani? Na tunajua venye wanafanya. Tunajua venye wanaekea watu dawa, wanalala, wanajisahau. Jua asubuhi tu ndio unaamuka unasikia maneno yamekuwa gumu. Tena ni nini hiyo? Ni wao. Nani ameingia hapa saa hii? Kuna mtu aliingia ni nani? Nimeuliza nani ameingia hapa? Ameingia kufanya nini? Wewe uliingia huko kufanya nini? Ameguza? Wacha tu kama hajaguza, wacha tu. Ni hao wanajaribu kuinterfere. But they will not get very far, for their folly will be made plain.
as was that of those two men. Hii maneno ya Jabres iliwekwa plain na kukajulikana plani zao. Sasa hawa Mungu ametuhakikishia na ametuonyesha maplani zao, ametuonyesha mipango yao, ametuonyesha kuwa wanataka kileleshwa, ametuonyesha kuwa maneno yote ndio yako wazi. Sasa kazi gani gani inaongojea? Kazi ni kwenda sasa tuende kileleshwa hiyo, tuende tuinue madhabahu ya Mungu. Tuende Westland tuinue madhabahu ya Mungu. Tuende wapi tuinue madhabahu ya Mungu. Na to make sure Nairobi tumeiseel. Nothing will enter. Hakuna mtu mwingine. Na utaona Nairobi itakuwa mzuri na vita vyote na mambo yote machafu. 10 verse 10 utaona vitu vyote ambavyo havifai vyote vimeondoka. Kwa sababu tutakuwa tumeakisha moto. That is all that we need. That is why God called you. That is why you have gone through what you have gone through, because God has been training you for these purposes. God has been making you go through this session. You, however, have followed my teachings. Unasikia? Now kwa sababu mumefuata mafundisho. However, you have followed my teachings, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. And verse number 11. My persecution and the suffering that happened to me in Antioch and Iconium and Lystra, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. That it is not without a fight, not without a persecution, not without a challenge, although we are going to win. Despite the challenges that we are going to encounter, despite the challenges that we are going to face, despite the persecutions, we are still, because these people, Paul was telling them, I have encountered persecutions. And this God has never abandoned me. I have encountered the delays, challenges. I have encountered difficulties of things in my life. But my God has still been with me. My God has walked with me. People have rejected me. People have looked down upon me. People have tried to destroy me. Businesses have failed. Our family, the marriage has failed. Things have failed in my life. But still, I have stood up to preach the word of God and say, indeed, my God has been faithful. So you, the followers, you've seen the persecution that I've gone through. You've seen the challenges that I've gone through. You've seen the difficulties that have faced me. But still, I have made it. Bwana Yesu asifiwe sana. Which persecution I endured. Therefore, you must be able to endure the persecution. You must be able to be strong for the battle. You must be able to be strong for the fierce opposition, for the challenges that are going to come, for the difficult things that are going to encounter you, for you to be counted as a child of the kingdom who is successful. You must be successful by having won the battle, the spiritual battle, before you go into the physical battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 12. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Those who indeed want to desire to walk godly, to live godly, who desire the life of Jesus Christ, who desire to be like Jesus, they will be persecuted. So persecution will be part and parcel of you as we win the battle, because we shall conquer them. Wherever we will go, we will conquer them. Whatever we do, we shall conquer them. We are going because we have a mightier God. We have a powerful God with us. A God that is willing to take us to the next level. In verse number 13, the Bible says, and while evil people and the impostors will go on from bad to worse. That is a good promise. That these evil people, the impostors, and the evil people and the impostors, they will go from bad to worse, deceiving and being deceived. See, unaona sasa venye wanaonekana, because they are deceiving and also they are being deceived, because they were deceiving, doing for the work for the devil. Now the devil is exposing them and deceiving them and putting them into the limelight. Maana walikula in the giza vizuri, sasa wameletwa katika
platform, kila mtu anawaona, kila mtu anajua ile kitu walikuwa nafanya. So whatever they were deceiving, it has been brought out. Bwana Yesu asifiwe sana. In 14, the Bible says that but as for you, continue in what you have learned, and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Continue, but as for you, continue in what you have learned. Continue. Nendelea na mafundisho hayo mazuri. In what you have learned, and have firmly believed what you have learned, and not only having learned it, but also being firm in believing in it, being firm in knowing it, being firm in understanding it, being firm in being calculated or accounted for, because you are a child of the kingdom. When you are the child of the kingdom, you have been accounted to become that righteous man who will be sent to battle, that righteous woman who you will use what you have learned so that you can be able to achieve the goals and perspectives of the will of God upon mankind, upon God, upon his kingdom, upon whatever that he intends us to have. In verse 15, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. That from your childhood you have been taught this word of God. You have been taught to be a believer. You have been taught to live an upward life. You have been taught to live believing and trusting in the holiness. Now, because you are wise in the salvation, for the salvation through faith in which you are getting it from Jesus Christ. So you are not dumb people. You are wise people. The knowledge that you have acquired, the teachings that you have acquired, the love of God that you have acquired has made you to become more wise, more strong, more good. You have endured the purposes of God. And that is why you are able to win every single battle ahead of you. And therefore, let us look at the book of James chapter number 1. James chapter number 1. James chapter number 1. Are we there? Go to verse 2. Let's start from verse 2. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Meaning, there will be trials as we move in this battle, as we endeavor to win, to succeed in whatever we are doing, as we endeavor to succeed in our families, as we endeavor to succeed in your businesses, as we endeavor to succeed in this ministry, there will be trial. So when this trial comes, count it. When this trial comes, count it. When this trial comes, count it. Am I speaking to people? Are you together with me here? As when you meet trials of various kinds, count it. It is all joy. That abusive woman that abused you today, those people who try to block you today, those people who try to fight you today, count it all joy, because it is a recognition that you are heading somewhere. When you are not stopped, when you are not somebody does not rise against you, when you are not in a battle, spiritual battle with something, then you are not being tested. Trials are made to test you. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Verse 3, for you know that the testing of your faith produces what? You become steadfast. When your faith is tested, you become better. When your faith is tested, you win battles. When your faith is tested, you conquer them who will try to conquer you. When your faith is tested, you win and you become better than anything. And verse 4, Bible says that and let steadfastness, when you became steadfast, what will happen to you? When steadfastness have its full effect,
When you become now steadfast in whatever, because now you have the strong. Steadfast means that you are acquainted, you are strong, you are capable, you are well organized, you are ready for the battle. Now, when steadfastness have its full effect, that you may be perfect. When you become steadfast, it produces perfection into you. Now you become perfect because you have been tested and tried. Bwana Yesu asifiwe sana. And that you may be perfect and complete, lacking nothing. So meaning that once you are tested, you are equipped with arsenals to go and fight. You are equipped and now being sent. You become mature. When you go through trials, they mature you to produce the person that God intended in you. To produce that person and the purposes of that person to win every single battle. And you will be successful because already you have passed the trials. You have passed the test. You have passed everything. You have passed whatever. Yani umevuka mipaka yote. Umewashinda. Umepita minara yote. Umeinuka juu ya wale maasibu wako. And you have been able to move to the next level. And meaning that when you are perfect and complete with lacking nothing, you are complete equipped. Complete, that you don't lack anything. In verse 5, if any of you lacks wisdom, hallelujah, if any of you lacks wisdom, let him ask who? God. This wisdom of doing battles, it is of God. It is not of man. It is not what you learn in a class. It is God that will give you wisdom. And this wisdom can be given to you because you have been tested. You can never be given any wisdom that is heavenly if you are not being tested. You must be tested. And once you pass through this test, you conquer and win the battle. Let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Why? Because already umepita mtihani. Na unapopita mtihani, mambo mingi yako inafunguka. So ulize your neighbor, ukijiangalia, unaona kama umepita mtihani? Muulize tu your neighbor, muulize tu. Mugoge kofi kama amelala. Niyo heto kete kigeranio. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 6. But let him ask in faith. So wisdom is not asked in any way. Faith must be involved. Asking the faith in faith with no doubting that you are going to win this battle. So whatever we shall be saying from today shall come to pass. Bwana Yesu asifiwe sana. If there is a disease in your body and you call it, you tell it out in the mighty name of Jesus with the faith, because you've been tested, you got the power to call it out. Bwana Yesu asifiwe sana. God has lifted you. God has made you strong and being capable of commanding anything against without doubting. For the ones who doubt is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Are you tossed by the wind? Are you tossed by the wind? Are you just but a wave that is being driven and tossed by the wind? So you must be strong enough. He told Joshua, be strong and be courageous. Bwana Yesu asifiwe sana. Be strong and be courageous, because I am with you. Ungepatia hiyo. Thank you. But for the one who doubt is like a wave of the sea that is driven and tossed by
By what? The wind. So God is calling upon you to have faith and be strong and be courageous. Bwana Yesu asifiwe sana. Have faith and be strong and be what? Courageous. God will win every battle for you. Verse 7. God will conquer them. That there are people that you've been fearing, thinking that they have any power. They don't have. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. Anybody who doubts from today, if you doubt the move, you are going to fail. If you doubt anything, hautafaulu, utaaguka tu. So it is having faith. It has been said, I'm going to be healed. It is going to happen. We go, we say, you mountain, come out. The mountain goes. Have that faith without doubting, because God has empowered you. Now you are empowered. Now you are strong. Now you have it that you've been looking for. You have the authority, the heavenly authority. You just command them. You just say it and it's going to happen. Ukinena tu neno litafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you have passed the trial. It has been so difficult for you. But God had a plan to make you successful. God had a plan to make you win. God had a plan to make you move to the next level of your life. God bless you. Verse number 8, quickly. He is a double-minded man, unstable all in his ways. So the person who doubts is a double-minded man. So if you umeiweka tenda, umejaza makaratasi, ende ulale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umepanga kuuza nyumba ama kufanya biashara fulani na imekuwa ikikwama, sasa enda tu, it is gonna work, because God has given you that mandate. Hiyo ulimi akamwambia, get me Jeremiah 6, Jeremiah 1 verse 5 to 5. Jeremiah 1 verse 5 quickly. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Then verse 6. Then I said, Lord God, behold, I do not know how to speak. That's the spirit of doubtness, becoming doubtful of your plan. Listen to what God is saying now. Do not know how to speak, for I am only a youth. Hiyo ndio tunaitanga ujinga wa nini? Wa kiroho. Upumbafu wa kiroho, kutokujielewa, kutokujua wewe uko na mamlaka ya kufanya jambo. Sasa kutoka sasa, naye Mungu akamwambia, verse 7, Mungu akamwambia, but the Lord said to me. The Lord did what? The Lord said to me, do not say I am only a youth. So those words za kujicontradict, za kujiona ni kama hakuna mahali unaenda, za kujiona ni kama hauwezi ukafaulu, za kuona ni kama hiyo jambo ni kubwa kukuliko, za kuona ni kama hauna kitu cha kufanya, za kuona ni kama you are not making any progress. I want to tell you that from today, do not say that I cannot make it. Do not say that this is beyond me. Do not say I sina hiyo pesa. Do not say that I cannot be able to achieve. Do not say that this cannot be achieved. It is achievable, because the God of your life, the God of heaven knows you, and he has mandated you to become what he wants you to become. You are going to be successful. Whatever you endeavor to do, it's going to happen. Jambo lolote ambalo unataka kufanya litafanyika in the mighty name of Jesus Christ. Therefore, don't ever say that I'm a child. Don't ever say that siwezi maana sina hiyo masomo. Don't ever say ati siwezi maana sijasomea hiyo kitu, ama sina hiyo pesa ya kufanya hiyo biashara. Ati siwezi kwenda Dubai kufungua kazi Dubai kwa sababu sina pesa. No, your God has empowered you. Your God has given you a leeway. Your God has created a way where there is no way. He says, for I am only a youth. For to all to whom I send you, to all to whom that I will send you, irrespective of your age, I will send you to the mighty. I will send you to everybody. I will send you everywhere. And to all that I'm going to send you to, you shall go. Bwana Yesu asifiwe sana. And you shall go, and whatever I command you, you shall speak. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? He has empowered you.
Jeremiah didn't know that he's already empowered. So he was thinking like a baby. He was thinking like a child. Today, God has brought that revelation that already you are empowered. Already you have the capacity. Already you have the authority from heaven. You are operating on a dimension of a spiritual realm that other people cannot be able to operate in. That is why you have been told, wherever I will send you and to go say, you will say. Wherever I will send you to go, you will go. Why? It is not you who will be going, it is me who will be going with you. Bwana Yesu asifiwe sana. In verse number 8, do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. That do not be afraid of them, no matter who they think they are, no matter how powerful they think they can be. God is telling you today, you are not operating on the same platform like them. You are not operating from the same spiritual realm like them. You are a bit higher than them. Therefore, whatever you will go and tell them, they will listen to you, they will hear you, they will do according to what you are saying, because it is not you who will be talking, it is me who is in you that is going to take, because I am whom that I am. In verse number 9, then the Lord put out his hand. Then God has really confirmed, and this is what he's doing, and he's doing it to you now. You better open your mouth, because God is touching your mouth. Then the Lord put out his mouth, and they touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. So it is no longer your tongue, it is no longer your words. God has put his word in you. So whatever you will say, it will come to happen. Because it is not you who will be saying it, it is God who will be saying it. Wherever you go, that you step, mahali utakanyagisha miguu yako, wherever I will send you to go, you are going to go, and you are going to deliver my message to where I have sent you, because you got now the power. He touched him. Whatever you will speak, I have put a sword in your tongue, that whatever you will say shall come to pass. Bwana Yesu asifiwe sana. Now you are not, tell your neighbor, I am not the woman that came here, or the man that came here. If you're a man, say, I'm not a man that you saw me coming. If you're a woman, tell them that I'm not the woman that you saw coming here. Then the Lord put out his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. So whatever that is in your mouth today, it is not your mouth, it's not your words, it's not your knowledge, it's not your education, it's not your CRE, it is not your history. It is the word, the power of God. Meaning whatever you will be releasing from today is the power. Wherever you go, you meet Ruto, it is the power. You meet the minister, it's the power. You meet the generals and the commanders, the power. You tell him Museveni, release message comes out. You tell M23, stop what you are doing, and they stop. You tell RSF, get out of Kenya, and they get out of Kenya. Because the authority is in you, and nobody will be able to challenge you. So do not be afraid, nor be cowed, nor be dismayed. You got it. In verse number 10. See, I have set you this day over nations and over kingdom. Not only your fellow young men, because you are speaking like a man, a young man. Perhaps this guy, Jeremiah, was young like this man. Can you stand up? Young like this man. Then this man is telling God, see, I'm still but a youth. Now see what is telling God is telling Jeremiah, the young man. He says, see, today, not only speaking to people, but I have done what? I have set you over nations and over kingdoms. So you are mightier than nations. You are mightier than kingdoms. You are going to conquer them and triumph over them. Whatever you say, you tell a kingdom, move, get out. You tell a nation, get out. You tell a king, get out. You tell a president, get out. You tell whatever, get out. And they get out without question. Why? Because whoever that is speaking using your tongue, it is not you, it is God in heaven. Whatever that you are doing from today, if you find a sick person, you tell this person, rise up, Talita kum, and it comes up. You go and command any disease to get out, and it goes out. You command every challenge to come out, and it goes out, because now you are no longer that person
person that was a coward, that person that was speaking like a child. You are now a vessel used by God. You are an authority now. You are on a spiritual realm that nobody else can be able to get there. Bwana Yesu asifiwe sana. I have set you this day over nations, over kingdom, to pluck up, to break down, to destroy, to overthrow, to build, and to plant. We can overthrow Ruto from this platform here. Here. We can remove him from the seat here. We can remove any minister. We will not go making noise like Raida in the streets. No. We will tell you, minister so and so, get out of that. You, Ruto, tomorrow sign the resignation letter of this minister and they will come to pass. Those that have risen against you, those that have been fighting you, the business that you've been trying to do and nothing has been happening, the organization that you've been planning and making things to work and things have not been working, things that you've been trying to push and these things are not pushable, they are going to start now being pushed. Only you open up your mouth and things will work. Just to say these things will happen, will happen. If it is a business, it will work. If it is a family, it will work. If it is a ministry, it will work. If it's you want to travel, whenever you want to travel to the world, you will travel to the world because you got the power and nations have been handed to you. Canada is upon your hand. America is on your hand. UK is on your hand. South Africa is on your hand. Europe, all the world, iko kwa mikono yako. So whatever you command them, they will give you. If you want to go to Sudan and you want to do business and nobody is there, you just use your mouth and command Sudan, I have come for your money, I have come for your territory, I have come for your oil, I have come for your minerals, and I must go back with it. And the Sudan will listen and it will give you. You just go to a hotel and as you are seated and they see, they look at you, they say hi, and they know Sudanese are tall and dark and black, and you are just brown lady, and then you are seated somewhere and they come and approach you. Are you from Kenya? Yes. Oh, thank God. Thank God. Then you ask him why. You know, I've been praying that I meet a Kenyan who can behave. I have gold here, but I don't know where to take it. I'm going to pay for your ticket. You take me to Kenya and get a market for me. We shall share it 50-50. Because you went there and because you are carrying the fire, you are carrying the Lord, you are carrying the power, they will be caused to come to you and they will see a solution in you. Because you are not ordinary. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not an ordinary people. You will go to the visa section, to that American lady that denies people visa. You will go and stand before her and she will ask you for how many days you want to stay in the US. You tell them 1 month. She will stamp 6 years. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how mighty you are now. That is how powerful you are now. That is the energy that was in you. You know, this guy called Gideon, when he went to the Lord and God was speaking to him, God told him that this battle, you shall win it as a man. Now when he listened that I'm going to win it as a man, and he remembers last month he was in a cave because the Midianites are coming. The Amalekites were coming. And with their coming, the chariots and their donkeys and their camels and everything. And when they come, they will terrorize them. Him, the man that is called a man of valor, he got into a cave with his manhood of being a valor. He was inside a cave despite being a man of valor, despite being a champion, despite being recognized in heaven that this is a warrior. Still, he had fear. He had been intimidated. He had been covered by a veil, for he never saw the manhood that is in him, the valor that was in him, the warrior that was in him. He went to the cave with others instead of standing and telling the enemy, I am the warrior, I have the valor, I have the weapon, like David did, went to Goliath and told Goliath, you will come with your mighty and the power, but in me, I am coming to you with my God. Until Gideon was meant to understand that he has a mighty God in him. He didn't know. Most of you, you have a mighty God in you, but you have never known that this God exists in you. That is why you are so weak. That is why you are so confused. That is why you don't understand even why you live or why you exist on earth. That is why people come and shake your foundation and you are broken down because you have never understood that you are a man of valor. Until Gideon, God came to him and told him, man of valor,
That is when he questioned, man of valor? Me, man of valor? And he told God, I am the least in my family. And then he told God, yes, my clan is the least. How then do you tell us we are going to defeat the Midianites? How then you tell us that you are going to defeat the Amalekites? They are mighty, they are powerful, they have chariots, they have everything. We are just weak, we don't have anything. God told him, prepare. Go to the yard of your father. Take 2 bulls of 7 years old and get into your father's altar. Go and destroy it. Gideon used to think it is the Midianites who are the enemy. He never thought that the father, his own father, was the enemy that they were supposed to fight. And that's why he was told, this battle you shall win as a man. Even the battle that you are going through, that has been going through you, you shall win it as a man. As a one person, as a one man army, you are going to conquer. You are going to win. You are going to defeat. You are going to destroy. You are going to bring them down. And you are going to stand up and win every single battle wherever you go. Everywhere you shall trend, your soul of your foot shall trend. You shall conquer and win and occupy and possess. Whatever you say with your mouth, Ezekiel was asked by God, can these bones become to life? And he told God, you only know. Then God tells him, prophesy. And through his mouth, he prophesied. He commanded life up unto the bones, and immediately he could hear the rattling voices of bones coming together. You have that power. Ezekiel never thought that he has a power to bring dry bones together to life. But when he was told by God, do so, and he did so, he commanded life came back. You have the power to command life to come back. You have the power to command the dry bones of your business, the dry bones of your marriage, the dry bones of your ministry, the dry bones of your life, the dry bones in your children, the dry bones in your family. You have the power to command them and come back to life. Whatever that was stolen from you, it will come back tonight, and you have received it in the mighty name of Jesus Christ. So he had the power to overthrow. To overthrow means to change the dimensions. To overthrow means to remove a government that is sitting and put your own government. And then to build a new government and to plant the new structures. That is what that's going to happen to you. Now go, you have the power to overthrow and plant new systems according to the plan of God. May God bless you tonight. May God lift you up. Oh, can you rise up on your feet as we worship this song? Then prepare your sacrifice. Today we are not giving offerings. Whatever you will give is a sacrifice. Prepare it from your heart. Speak it. Speak to it. That which you want to give, that you are prepared to give it according to what you want God to give you. The words that God has spoken to us about, that they may be perfected. If it is the mouth, it be perfected. If it is your soul, be perfected. If it's being able to say it, you'll be perfected. If it's being able to do it, you'll be perfected in the mighty name of Jesus Christ. Speak to that gift that you're going to give to God. Speak to it. Open your mouth, speak to it. Tell it, give it a name, then speak to it. Zungumzia hiyo sadaka yako. Iambie sasa, nataka mdomo yangu ndio imenifail. Kutoka leo, hiyo moto ya kuguzwa kwa mdomo na Mungu nikaguzwa leo. Kila mtu ataguzwa. Kila mtu ataguzwa. Kila mtu nyao zake zitakuwa na nguvu ya kumiliki. Kila mtu atakuwa na mdomo ya kutabiri. You shall prophesy. You shall rise above nations and kingdom, and you'll be able to win and to conquer and to become. Kuna jambo shida
given, place it on the altar. Yes. Now, are we through, all of us? Everybody, be a partaker of what God is about to do in your life. It was not just a night just like that. It is a night. It's a night like no more. A night that is full of breakthrough. A night that has changed your life forever. A night that has caused that which has been a problem to you, you will never experience it again. A night that has caused an empowerment, a change. So lift up your two hands. All of us, if you can be able to lift up your two hands, because as your spiritual father, I have also given a sacrifice because of you. That whatever you intend and want to be, whatever word that has been said, that God has spoken to us through the Bible, in the book of 2 Timothy, and the book of Jeremiah, and in the book of James, that today, whatever that God intended you to be, or you to become, will come to be fulfilled. Today your tongue, your mouth will speak the word of God. Today your legs will go where God will send you. Today anything that was stolen, any star that was stolen from you, from your children, that your children used to be number one, they are no longer number one. Your children used to love you, they are no longer loving you. Your children are they are moving out anyhow, and you don't know what they are doing. You don't know whether they are being recruited. They are smoking marijuana, they are in Mugoka, they are doing bad things, they have been involved in gayism and lesbianism. Your children, your husband is doing demonic activities. From today, I recall them back. I recall them back. I retrieve them back in the mighty name of Jesus Christ. Any demonic agenda, any demonic power, any altar raised against the nation of Kenya, any altar raised against the people of Kenya, I bring it down. I destroy it in the mighty name of Jesus. I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Any altar, any sacrifice, any demonic sacrifice that was given to make this ministry not grow, any demonic altar that was raised to confuse this ministry, any Asherah and their poles, from today, as it is said in the book of Deuteronomy 7, that when I give you nations to your hands, seven powerful 7 times, mightier than you 7 times, when I shall give them into your hands, you shall surely and utterly destroy them. You shall bring their altars down. You shall bring their Asherahs down. You shall bring their covenants down. You shall bring their agreements down and their poles down. Today, as I have been conferred, as I have been commanded by the word of God, by God himself, in the book of Jeremiah 1 verse 6 and 7 and 8 and 10, that from today I will never call myself a child. I will never call myself that I don't know. Whatever I will be sent to do, I will do. Whatever I will be sent to say, I will say. That my family will stand up again. My children will come back again. My ministry will rise up again. My marriage will rise up again. My business will rise up again. I will travel to the world. I will travel to the world to do the business, to do the exploits. With no country that will deny me any visa. If it is for business, I will do business. If it is for ministry, I will do ministry. If it is for employment, I will get employment. Any part of the world will never permit me if it will accept me. There are those that raised an altar of witchcraft, that nothing of you works, that nothing of you moves, that nothing of you has any capacity to do.
You have been stagnated. You have been limited. You have been put into a roundabout spirit, that you are not moving out of the roundabout, that your businesses now are stagnated. You've tried to apply for tenders are not working. You have tried to sell your property is not going. You have tried to do anything within your capacity. Nothing is working. Today, I decree and declare, as in the book of Ezekiel 37, I prophesy unto the dry bones. These bones, maybe it is your business, maybe the dry bone is your children, maybe the dry bone is your ministry, maybe your dry bone is your business, maybe the dry bone is whatever that God called you to do and you are not doing it. From today, I prophesy to the dry bones. I breathe life, I breathe life, I breathe life. Come to life. Talitha kum. In whatever that has been happening in your life, I command the spirit of life to get into it, to the spirit of existence to get into it, that whatever plan they have against you shall never prevail. Any weapon fashioned against you will not prevail. Any weapon fashioned against this ministry will never prevail. Any weapon fashioned against you as a human being will never prevail. Because the Lord, God of heaven, who created the earth and the heavens, is with us. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. You are free. You are empowered. Yes. Hold on, kiddo. Let's hear what God wants to say to us. Just remain in silence. I can feel the power, the Holy Ghost coming now. The blessing, the hand of God. There's a cloud over your head. The cloud of an open heaven. God has opened the heavens now. It is coming. It is coming. There it is now. Receive. Receive the anointing. It's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Take it now. Take it now. Take it now. God is commanding blessing upon your life. God is commanding, the heavens are opening now. The heavens, bingu inafunguka. Bingu ndio hiyo imefunguka. Bingu imefunguka ya kila kitu ambacho ulitaka kukifanya, ndio hiyo bingu imefunguka. Bingu ya biashara, bingu ya kazi, bingu ya chochote ambacho unakipanga. Bingu ya huduma yako ndio hiyo imefunguka. 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 Hakuna kufungika. Bingu zako hazitafungika tena. Hawataweza kufunga. Hawataweza kufunga. Uwepo wa Mungu umeshuka. Uwepo wa Mungu umeshuka sasa. Umeshuka kwako. Umeshuka kwako. Every bondage has been broken. Every pain has been removed. Every challenge has gone. Every difficulty has been removed. You are free now in the mighty name of Jesus Christ. You are free. Thank you. Let's worship. It is permanent. Now let's dance. You are free now. God has done it. Let's dance together. If you know you are blessed, kama unajua Mungu amegusa maisha yako, na kama unajua maisha yako yanabadilika kutoka leo, let's dance. Let's go all the way. Give it glory. Give it power. Give it authority. The Lord has done for me. He shall be permanent. He shall be permanent. Glorious, wonderful.
As he's prepared, as he's doing it, just put it in order. If you know God has touched you, behave like so. If you know you have not been touched, it's because you're a witch. You can walk out. But I think even if you came here as a witch, it has gone. So I want people that will celebrate like they have received it. Let's see the will and the power of God. Are you ready for that? If it's not coming in, just you can do another song. Let's do. Hey, put your hands up. Put your hands up. Yes, and then move around as you dance. Move around. You are not stagnated there. If you know you have been set free, move around. If you know that you are free, you are no longer arrested, captured, jailed, and you are loose. Yes, loose. Angalia huyo mtu hatembei, ujue ni yeye amekumbuka. Na usikae karibu na mtu mwenye hatembei, maana amefungwa. Yes. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Oh. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Hujatoka mahali ulikuwa umekaa, wewe ni mchawi. Kama bado umesimama pale ulikuwa, wewe ni mchawi. It
Mungu, hapo naombe
The Lord has done marvelous things, and our hearts rejoice in Him. The Lord has done glorious things. He has done wonderful things. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante kwa katika mahuu. Tell God thank you for such a moment, for such a good time the Lord has given us to us. Father, we thank you, we praise you, we worship you for who you are. You are a mighty God of God. You are wonderful God. We love you, Jesus. We love you, dear Lord. We exalt your name. Hallelujah, Jesus. No one is like you. We give you the glory. We say thank you, Jesus. We say thank you, Lord. We say thank you, Jesus. Toss him up. Oh, toss him up. Yes, toss him up. Shuka upoke Bwana, tunyenyekea kwako. Mungu nanipokea hizi sifa zote twakupa wewe. Bwana pokea sifa zetu, pokea Bwana, sifa zetu tunapokea. Tunashuka chini Bwana ukapokea. Ewe Mungu wangu, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu.
Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds.